kuna ajali zisizokuwa za lazima zinazotokea barabarani. Unakuta mtu anamfuata mwenzake ambaye amevuka bila kuangalia kulia wala kushoto. Yaani anamfuata tu kama nyumbu. Na mwisho siku unakuta yule mtu wa kwanza alipiga hesabu zake vizuri, anajua kabisa kwa mwendo wa gari mimi hapa natoboa. Sasa yule anapofuata kama nyumbu kutokana na position yake, unakuta mara nyingi ajali zinatokea. Na huku kufuatana kama manyumbu kwenye crypto nimeiona sana kwamba mtu anamfuata mtu kwa sababu tu ameona huyu jamaa anafanya nanili ana invest kwenye crypto. Ngoja na mimi ni invest kwenye crypto. Huyu jamaa amenunua gari, amejenga kupitia crypto. Ngoja na mimi niingie. Na mwisho wa siku unakuta watu wengi wanaofuatana kama manyumbu kwenye crypto wanapoteza hela sana. Kitu ambacho kinaweza kikazuilika kwa kujifunza, kuelewa. Kwa hiyo kabla hujafanya uwekezaji wote kwa sababu umeona mtu fulani ametengeneza pesa kupitia crypto, kupitia kampuni fulani, kwa sababu unajua kwa watu wenye influence ama kampuni yana tabia ya kununua watu. Yaani kwamba anakumwagia pesa, bwana tangazie kampuni yetu. Unaona ile gari nimenunua kwa sababu nipo kwenye kampuni hii. Unaona hii nyumba nimejenga kwa sababu nipo kwenye kampuni hii. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo vinaweza vikanunulika. Kwa mwisho wa siku unatakiwa ufanye analysis yako mwenyewe. Usiende kama nyumbu. Elewa kwamba biashara ina dynamics, elewa biashara inafanyaje kazi, alafu wewe jua sasa ndo utafanyaje uwekezaji wako.